Nigatho ringi ni ndo guthi na mbere na kunyitanira na ithuĩ Kameme TV muthigi wa rurire muthenya wa Friday muthenya wa gwefarita na umuthi twina DJ 5254 na rathi na mbere na gukorwo agithaka kana agituhurira nyimbo iria tukwenda na no thithiini wa Kameme TV Kenya ukorwo gitutumira ndumiriri nguhe uge ni rwimbo ruriku urenda gukorwo ugithakirwo no tutanathie na mbere tugukorwo tugithie tukiaririria maundu megie kabira ni undu wa kabira ni gatongetie andu muno no muthi turaririria atiriri twina Safaricom Chapa Ndimba na tukuri na Shadrack na mugeni witu etagwo Shadrack Ateka niwe regional manager coordinator Mount Kenya region ne ha nigetha gutwira atiriri iroto cia Chapa Ndimba cirorete hana hihi ciana iria ithakaga kuuri cigukorwo ikigunika atia na megukorwo magithie mithako iriku no mbere ndaya tombe tumunyitio geni na nigetha akorwo agitwira aumete ku na ekaga atia na nigetha tuthie na mbere Shadrack oro waku Omwega piu. Rushini rwaku ni rwega? Piu. Wetagwo atia? Yetagwo Shadrack Ateka. Ateka? Ateka ni kuma Bungoma? Aca. Kuruguru. Na wamenyire Gikuyu atia? Jikarete na andu aya kaida kaingi. Na toragia Gikuyu muno. Niguo. Na hikitie mu Gikuyu. Wow, hau ni muno. Na ithe nduonaga tukoragwo kuo sana. Mwekuo. Ni miji. Karibu sana Shadrack. Ndĩrenda ũmageithie andũ kamera namba ĩmwe. Ũmere rĩtwa rĩaku, nĩkĩ wĩkaga, Chapa Ndimba nĩkĩ ũkoragwo ũgĩka na nĩgetha twambĩrĩrie. Marĩtwa makwa niĩ njĩtagwo Shadrack Ateka. Njĩtagwo Shadrack Ateka. The region coordinator wa Central Region. Niguo. Na niĩ nyumĩte gũkũ Dagoretti South. Na jikarete muno ngikochaga timu ya Gatundu South ya sponsoretwe ni President His Excellency. Niguo. Riu ngionekana de mundu dena travel na uikara na anduri. Niguo. The conversant na area na Mount Kenya region. Na mbere ndaya tutanathie na mbere na Shadrack no nyende tukorwo tukioya rugano na nigetha tukorwo tukimenya ni atia turaririria na nigetha tukorwo tukimenya Chapa Ndimba Safaricom ni atia turaigwa reke twambe tuone rugano ru na nigetha tukorwo tugithie na mbere. Nyota ne alama ya reli anachukua pale nani yule jeza 30 yule Mwiche Dennis kwa cross nzuri chenga mtu atano nini vipi goli bana toka anafanya malabi kitu kinalia pale haya vipi goalkeeper ametoka akaanza kutaka vipi piga picha tu katika mtandao weke hashtag ikiwa ni Chapa Ndimba na Safaricom ambia watu uko ndani ya Kandoi Stadium. Goalkeeper anafanya masala hatari namna gani piga bad mistake tukiungana yote yawezekana. Ateka hiyo ni mechi gani? Ilikuwa ni mechi ilikuwa kule Coast. Ilikuwa Coast? Yeah. Mlikuwa mnacheza kati ya nani na nani? Hapo ilikuwa ni timu ya kutoka Kwale na Malindi. Hizo ambazo zilikuwa zinacheza huko. Ndio. Sasa Safaricom Chapa Ndimba ni nini? Safaricom Chapa Ndimba ni kitu ambacho tunasema ni ya kupatia vijana wa mashinani opportunity ya kuwa scouted, opportunity ya hao kuonekana na vilabu kubwa, na opportunity pia hao kujionyesha vile kwamba wana deserve that opportunity ya kuonekana na kuchezea vilabu kubwa. Wow. Yeah. Kwa hivi sasa Chapa Ndimba mko na vijana wangapi? Kwa sasa Chapa Ndimba kulingana na mali tumetembea vijana ni wengi sana. Tumekuwa na zaidi ya vijana tumekuwa na vilabu zaidi ya 1700 na katika vilabu 1700 the registered players wale walikuwa registered ilikuwa ni 15 per team. So ukimultiply that by 1700 unapata kweli tumekuwa na vijana wengi sana. Na haijakuwa kazi rahisi kidogo kupande yetu ku identify, kuvet na kuhakikisha wale vijana ambao wanahitajika kucheza katika Chapa Ndimba wako katika age bracket. Because tunaangalia Chapa Ndimba bracket kutoka miaka 16 kuendelea mpaka miaka 20 na chini kurudi chini. Jo tunaangalia mtu ambaye amezaliwa kutoka
1998 ndio ambaye amequalify kucheza katika Chapa Ndimba. Na mmekuwa mkicheza wapi na labda mchezo yenye mechi yenye inakaribia ni gani? Kwa sasa tumetembea, sasa tumecover karibu almost every region. Because sasa tunaingia kwenye kilele cha mwisho ambacho ni Central, ndio second last, then kutakuwa na Nairobi. Then tukishatoka Nairobi tuchukue hizo region zote, nani the very best wale walikuwa wameshinda, tunaenda kutana, wanaenda wote Western. So Western ndio tuweze kupata ule mshindi mmoja wa region zote 8 Kenya ambaye ataenda kuwakilisha nchi hii ama atapata nafasi ya kwenda kutrain kule Tottenham. Waweze kuonekana huko, pia waweze kuona how football is very important to them. Kweli. Lengo la Chapa Ndimba ni lipi? Lengo ya Chapa Ndimba number 1 tunaiangalia kwa avenue 3. Ya kwanza tunaangalia kwanza ni vijana wajitokeze waweze kupata nafasi ya kufanya namna gani kucheza, kukill the idleness that there is. Tukiangalia wakati wa siasa vitu mingi zilikuwa zinaendelea, na wakati wa Chapa Ndimba tulikuwa tunapata hakuna kijana yote alikuwa anahusika katika maandamano. So tunaangalia vijana wetu wakiwa active kidogo hawatahusika na mambo mabaya ama kutumia na siasa. That is one avenue. Number 2, tunaangalia football is a talent and it pays. So the only opportunity for them to kuonekana ni kuja kucheza katika tournament ambayo iko organized na Chapa Ndimba na federation, ambao watapata nafasi ya kuonekana. Na wakionekana inamaanisha namna gani future imeanza kufanya namna gani, imeanza kuwa shaped. Number 3, tunaangalia this is the opportunity that they have ya kuonekana nani na the top scouts wa national team. Wale ambao wanakuja nao kuangalia the cream, is this the kind of caliber of players that we should have. Because tunaangalia manifesto ya federation by 2022 wanafaa kuwa na timu ambayo inaenda Qatar. And that one I can assure, if we go this way, then I can assure this country is going somewhere. Ateka naweza uliza labda kwa wale ambao kuna timu zenye ziko nyumbani, mliajiri makochi, wana train saa ngapi, na labda wanakuanga wakitrain kwa muda gani? Makochi nikiongelea upande ya kitu ya kwanza tukisema hatujawaajiri, but kitu ya kwanza tunaangalia hii ndio nafasi yao, walikuwa wanataka kujionyesha kwamba ilikuwa ya kwanza. So tunajaribu kuangalia labda if ile edition zingine zikiweza kama zitakuweko, tunajaribu kuangalia kama kutaweza kuwa na mapendekezo ya kuangalia makochi wale wana participate katika wale wana coach hizi vilabu how wana benefit namna gani in terms ya boost the capacity that they have. And the only thing about tunaweza angalia it is to add more knowledge for them, because tukisema tuchukue coach tumpeleka aende akasome kwa muda mrefu, tunasema hiyo experience itakuja a long way kuja kusaidia vijana mtaani, na itakuja in a long way kuja kusaidia federation kunecha talent ambayo tunahitaji. So to me that inaona itakuwa very important if pia ma coaches watakuwa considered. Kwa sasa they are not employed. They are doing this thing out of their goodwill. Wamejitolea. Na wamekuwa supportive sana. After watu mmeniambia mnaenda Tottenham. Wataenda Tottenham. Mkifika hapo mtarejelea tena michezo chini, ama labda kilele chenyu ni wapi? Mtakuwa mkizunguka tena kurudia katika mitaa, ama kilele cha Chapa Ndimba ni wapi? Kilele cha Chapa Ndimba tunasema kulingana na kandarasi ambayo federation na Safaricom ambao wameenter nayo, tulikuwa tunafikiria kizidi kuendelea because lazima kukuwe na continuity. Na continuity ndio itasemekana itafanya kwamba iweze kuona follow up on the talent that ile tuli identify. Because 1 year you will not get the exact picture. Kuna mahali mtakuwa mmekosea mahali. So mkirejelea kidogo mtakuwa na opportunity ya kuleta maybe wale watu walikuwa hamkuwapatia nafasi ya kuja kuonekana, watakuwa na the right documents ya how kuja kuonekana. So unaona tukisema mwaka moja kidogo ilikuwa ni pilot project of which tumeona the success story yake. So tukiendelea upande ya pili tukisema kukiwa na continuity, now we are guaranteed we are going to get the very best. Because what we notice how important it is to have documents. Wewe kwenda Tottenham unahitaji stakabadhi na stakabadhi ya ukweli, because uongo ndio umekuwa mwingi sana. And that is what we are trying to do we as a country.
managers wetu, makoch wetu waweze kupata njia ya ukweli. Let those kids who are within the age bracket have this opportunity rather than have all guys wanachukua nafasi ya wale vijana ambao wanafaa kuiko hapo. Ndio kidogo tunasema let that continue so that we get the best for this country. Changamoto zimekuwa zipi? Changamoto imekuwa ni hizo sana imekuwa juu because ni vile stakes zimekuwa ziko juu. Managers and some of other people ambao kidogo walikuwa najaribu kufanya mambo mengine ambayo sio muhimu, kama si maana kama kujaribu kuleta stakabadhi ambazo bandia. Unajua because we notice how important it is. Because tunaangalia the passion they have, it is good, but when I channel in the wrong way. So let's channel those the passion that we have into the right things, ambayo itapata the right talent, good organization, then we'll be talking something else. Ateka, changamoto yenye tuko nayo katika nchi ya Kenya ni vijana kukosa kazi. Labda Safaricom Chapa Ndimba ni moja tu ya zile suluhu zenye watu tunatafutia vijana wetu. Lakini kama wewe kama kocha, samahani, chukua simu yako labda inalia. Tukiendelea tu na swali lako nakuuliza. Unaweza nipatie hiyo simu yako. Naweza kuuliza changamoto yenye mko nazo. Kama nchi inafaa kufanya nini ili kuhakikisha kwamba vijana wamepata suluhu la ukosefu wa kazi? Kitu ya kwanza tunaangalia vijana kukosa kazi ni jambo kubwa sana ambayo naweza sema itakuja kutuletea shida in the next 10 years if hatutaiangalia kwa makini. Because one of the things ambazo tunaangalia talent pays. Na kitu ambayo tunaomba serikali sana ni jaribu kupartner with this corporate. Hizi taxes wanaitisha mingi, hizo zinagandamiza mpira. Because wanafaa kupartner na federations. Federations ambazo ziko na links za vijana. Vijana ambao wako na this youth if pata opportunity sponsorship ambayo imekuja inakuwa channeled kwao, na unapata ikiwa channeled kwao wanafunzwa jinsi ya kuwekeza, then I'm telling you in the next 5-10 years tunaangalia this is a country ambayo itakuwa inategemea hawa youth ambao wako self reliant. Yes. Serikali kuna vile inashirikiana na Safaricom kueneza vitu kama hizi. Upande wa siwezi sema na Chapa Ndimba kidogo. I think Chapa Ndimba sasa imeonyesha serikali how important it is kupartner na corporate in addressing the issue of youth unemployment. Because tukiangalia wakati kulikuwa na maandamano, the level ya maandamano ile ilikuwa inafanyika, it was the youth. Because they were idle. But where we were going, tukiangalia mali tulikuwa tunaenda sisi, wakijua kuna fixed calendar imetoka iko kwa hii area, utapata hiyo area wako organized, utapata mtu hata mmoja ameenda wapi? Ameenda maandamano. So sisi tunaangalia serikali ni lazima. Hii si ati ni lazima waende they will not hide themselves. They will have to partner with the federation. They will have to look for partners who are going to support the federation. Federation ifanye namna gani? Ifanyie serikali agenda, ifanye manifesto yao iweze kuwa ina address the issue of unemployment in our youth, because we are looking at football pays. Ateka, na hapo ndio swali langu linanielekeza. Tunaona kwamba kuna vijana wetu hapa walingangana wakangangana, hata kuna wakimbizi ambao wanakimbia. Unapata wanachukuliwa na vilabu na makochi wenye wanawanyanyasa sababu serikali yetu haina mpangilio kabambe ya kufuatilia kwamba wale wachezaji wameinuliwa. Labda ni mikakati ipi inaweza kuwa inawekwa ili kuhakikisha kwamba hawa wenye wacheza mpira wale wanakimbia labda wamefaidika na kazi yao. Tunaona kwamba kuna watu wanaheshimika sana wachezaji wa mpira kutoka ngambo. Labda sisi kama nchi ni nini hatujafanya? Sisi kitu ile tumekuwa na tukiangalia kumekuwa na sad state ambao ya footballers wetu ambao wanafikia kilele mahali fulani. Wakishafikia huo kilele kidogo zile rasilimali wamepata wanakuja wanaziwekeza vibaya. Tumeangalia ni issue ya mentorship. Kupata watu ambao watamentor wa vijana how to handle their stardom, their celebrity status. Tunakuta at the end of the day tena itarudi serikali ijakuwa ikitusaidia, serikali ijakuwa ifanya mna gani. Hiyo rasilimali ulikuwa unapatia serikali kweli? So nakuta kidogo pia inafika mahali fulani vijana lazima wakubali kuwa mentored. Na ndio saizi tunasema life skills is very important for our kids
this youth once wamefika hapo hivyo wanakuwa mentored in a way of how to handle and manage themselves in football for a family and after football. Sawa. So that is the channel ambayo tunafaa kuangalia. Labda kwa wachezaji wale ambao wanakuwa vipaji vyao saizi ndio wachanga bado wanakoma. Mtu akitafuta manager, tuseme mtu sasa kama mwenye mtapeleka Tottenham. Kuna mtu mmoja tu atangana atachukuliwa na vilabu zingine. Sasa hizo ndio unapata kuna managers, mtu anataka manager. Labda kwa yule mwenye ako karibu kufika hapo, ukitafuta manager unafaa kuangalia nini? Number one, inasemekanaga watanyu usemaga wakikusemaga tugiyo the career kingaragari yatinethe dhahabu. Not everyone who comes in the name of that is going to offer you good things. That is the right man. No, believe me, a manager might be somebody simple, somebody who knows, he sees your future even before it starts. Somebody is going to journey with you when you have nothing. Somebody is going to invest in you knowing that he's going to get returns for that. Because good managers are ready, are guys who are going to invest, they are going to take risks. They journey, they know where this player sleeps because he knows the potential and the quality that is in that kid. The problem, kwa hivyo ule manager mzuri ni mwenye ashakuona ukiwa mdogo, si saa zile umeng'apa. Ni mikora ndio ziko ukweli, mikora ni sio nyingi huko. Niguo tugithie thini wa riri niki tugukorwo tuki expect Mbitika finals. Mbitika final kedo turana kuria Thika ri because of travel thiete kuingi. No, I can assure you definitely people will be shocked with what they are going to see. Thika, because I did not expect that I'm going to see the kind of football and the kind of talent that I saw in Mount Kenya. Because we know ukilinganisha Mount Kenya na region zingine, Mount Kenya, I'll tell you, if I should not take sides, but I'm going, I bet on Mount Kenya because because it has never produced a winner. But round this time mostly Aberdeen has been the one been producing the best. But from how I've seen, it is some guys have relaxed. But Mount Kenya, they know how important it is to them. So when people come to there, please, if umeweka pesa ule kama ni kubet wale wanaweka sports pesa, they will be disappointed. Unaweza advice nini footballer mchanga mwenye anajinua? Footballer mchanga ule anakuja kina kitu nitagua, it's not bad to dream. Every dream is valid, but it will always come to fruitfulness if you follow it up with the right people, right clubs, right coaches, then utakuja kurealize your dream. Kweli. Tunaendelea kuzungumza na Shadrack Ateka, na ni yeye regional coordinator Mount Kenya region Safaricom Kenya, wenye wanaendelea kuinua vipaji vya vijana kana anake aria marathi na mbere na kuhura mubira ni rimwe ni ndukanagirwo ni undu wa kwaria githweri na gikuyu at the same time. Na ngikorwo wina kiuria o giothe no ukorwo gituhurira thimu na nigetha ucokerio ni Ateka na nigetha tukorwo tukirikiriria tuthie kwi DJ 5254. Labda ni nini tumesahau, niki twariganirwo? Utire kido drona twariganirwo. Kido kire drona riri ni tondu muthiri rucini ruru ri twaria nawe ya kwena ongoing seminar where coaches kuma Central Region iri the mara twaro bere kwerwa oria Chapa Ndimba how important it is to them and how it is important for them to get the right information to disseminate them to the kids or to the youth. Na labda kwa sasa mko na wachezaji wangapi? Wote Kenya mzima. Kenya mzima sitakudanganya ati tuko na hiyo namba, tuko nayo ni kubwa sana. Right now tukiangalia kama mimi huko Central Region, ukiniambia ni kuambie we have around 270 clubs. Na 270 clubs 270 clubs
you multiply by 15. It will give you the total number of teams, both girls and boys. Labda tuseme labda kwa wasichana, mko na wasichana wangapi? Wasichana wale tuko nao, okay, teams za Central. In fact, I was shocked sana kujua Central ndio ilikuwa na the most team of ladies ambao walikuwa register. And participation hiyo kwa imekuwa mzuri sana. We had around 30 clubs from Abadeas ni Kiambu region, Murang'a, Lari, huko kunaitwa namna gani? Lari, Kijabe, zote. Kieka hizo timu zote zilikuwa Kiambu, Kikuyu, zilikuwa around 30 clubs. Wow. And that is a big number. Okay. Yeah. Labda tukimalizia unaweza waambia Wakenya aje kuhusu Chapa Ndimba? Mimi kusema kitu ya kwanza, let's not fight Chapa Ndimba. It's something ambayo inasaidia vijana wetu, because there has been no youth activity for the last 10 years. There was Sakata ilikuwa ina address issues za kupatia vijana nafasi. Chapa Ndimba nayo imekuja, tuangalie after laying off, imekuja in another form ya Chapa Ndimba. So tunaangalia Chapa Ndimba ni jambo nzuri sana ya vijana kuanza kujitokeza. Clubs zile zilikuwa zimekufa, sasa zinaweza za kufufuka, zikaanza kuregister. Ziweze kupata hiyo nafasi ya kufanya namna gani? Participate. Watu watokee lini, watokelezee wapi, saa ngapi kushabikia Chapa Ndimba? Kesho naomba watokelezee kwa wengi sana. Upande ya Thika Technical. Ndio finali ambayo itakuwa huko kesho. Inaanza saa 3. Mechi ya kwanza inaanza saa 2:30, ambayo itakuwa ni Limuru Starlets versus Good Girls. So unakuta hizo tunagonganisha branch, tukiwa na branch mbili hakuna draw yote inafanywa. Tunataka representation in the finals ikuwe ni nini? Iwe ni both branches are represented in the final. So I think having Thika Queens and Limuru Starlets and Good Girls, we are going to have a wonderful finals. Wow. Then we are going to have the second match that will be Ruambiti Girls from Kirinyaga and Express Soccer from all the way from Nanyuki. So we are going to have the best. So from there we get the winner they are going to meet Sunday for the finals. Then the boys we're going to have in the afternoon, we are going to have again Kiambu meeting against Kiambu. That is Euronauts who have been representing Central region in the previous tournaments. So they are going to meet the new contenders who are Juja United. So it's going to be a very tough calling. Yeah, for them to have somebody to play in the finals, it will be a tough calling for them. Then we are going to have the best from Mount Kenya. That will be Lufa Youth, that is sponsored by Eto. And then we are going to, from Nanyuki, like Kipia. Then we are going to have Intercity. Most boys are from Passenger. So if I told you how important that final is, they cannot afford to miss it. Yeah. Zote sasa najua kwamba utarudi tena bado kutujuza mengi. Maundu marema gukoroma githina. Mabere. Niguo. Thank you muno Wateka. Na tunashukuru Safaricom kwa kuchukua vipaji za vijana wetu wadogo ambao hawakuwa na mtu wa kuwashikilia. Asante. Nashukuru sana. Asante sana.